Karibu kwenye chaneli yetu pendwa ya Simulizi Nzuri. Huu hapa ni mwendelezo wa hadithi ya Amani iliyosheheni maajabu, hofu na matukio ya kusisimua yatakayokuacha na picha nzito moyoni. Kabla hatujaendelea, ni kukumbushe kusubscribe kwa kugusa alama ya kengele hapo chini, kulike na kushare kwa watu wako wa karibu ili na wao wapate stori nzuri. Baada ya Amani kuamua kuacha utajiri wake wa mjini uliokuwa umejaa harufu ya damu na siri, alirudi kijijini akiwa na nguo za kawaida. Alitaka kuanza upya. Alifika kijijini na kumkumbatia mama yake, Maria, ambaye alilia kwa furaha kumwona mwanawe akiwa hai na mwenye unyenyekevu. Kwa miezi 3, Amani aliishi maisha ya mfano. Alijenga kibanda kidogo cha mianzi, akalima bustani ya mboga mboga na kuwasaidia wanakijiji. Hata baba yake mlevi, ambaye alikuwa amepooza nusu mwili kwa pombe, alionekana kuanza kupata nafuu akimwona mwanawe kila siku na Njija shupavu. Kijiji kizima kilijua Amani amerudi na baraka. Lakini moyoni, Amani alikuwa anahisi baridi. Lile paji la uso aliloguswa na yule mzee lilianza kutoa jasho la damu kila mwezi mwandamuno ulipotokea. Siku moja, wakati wa jua la utosi, Amani alikuwa akichota maji kwenye mto ulioko mpakani mwa ule msitu wa giza. Mara akasikia sauti ya kuimba kwa sauti nyororo kuliko ndege wa peponi. Akageuka na kumwona mwanamke mrembo kupita kiasi aliyejitambulisha kwa jina la Nuru. Nuru alikuwa na macho ya rangi ya kijani kama majani ya msituni na nywele ndefu zilizokuwa zikicheza na upepo. Amani alitekwa papo hapo. Nuru alimwambia, "Nimetumwa kukupa tuzo kwa moyo wako wa kurudi nyumbani." Amani alimpeleka Nuru kijijini na kumtambulisha kama mchumba wake. Wanakijiji walishangaa urembo wake usio wa kawaida, lakini Maria, mama yake Amani, alikuwa na wasiwasi. Aliona kuwa Nuru hakuwa na kivuli jua lilipokuwa kali, na kila alipopita maua yalinyauka badala ya kustawi. Nuru alianza kuishi na Amani, lakini kila usiku Amani alipolala, Nuru alikuwa akibadilika. Katikati ya usiku, miguu yake ilirefuka na kuwa na kwato, na alikuwa akitoka nje na kwenda kulamba damu ya mifugo ya kijijini. Siku moja usiku, Maria aliamka na kwenda kuchungulia chumbani kwa Amani. Alichokiona kilimfanya azimie. Alimwona Nuru akiwa amesimama juu ya kitanda cha Amani, sura yake ikiwa imepasuka na kutoa sura ya kiumbe wa kutisha, pepo, huku akivuta pumzi ya Amani. Pembeni ya dirisha alimwona yule mzee wa msituni akitazama na kucheka kwa sauti ya chini, akisema, "Deni la roho halilipwi kwa pesa, bali kwa uhai." Amani alizinduka baada ya kuota ndoto za kifo, lakini akajikuta hawezi kusema. Nuru alimshika mkono na kumpeleka katikati ya uwanja wa kijiji. Ghafla, anga likawa jeusi ti. Baba mlevi wa Amani alitoka nje akipiga yowe baada ya kuona chupa yake ya pombe imegeuka kuwa damu. Nuru alisimama mbele ya Amani na kuanza kuongezeka kimo. Nguo zake zilipasuka na kuwa mabawa ya popo. Macho yake yakawa mekundu kama makaa ya moto. "Amani!" Sauti ya jini Nuru ilitetemesha ardhi. "Mzee alikupa mfuko mweusi wa utajiri, ukaudharau na kuuacha. Sasa unapaswa kulipa kwa damu yako ili msitu upate chakula." Wanakijiji walitoka nje na kushuhudia tukio la ajabu. Amani akinyanyuliwa juu na nguvu zisizoonekana. Maria alikimbia na kumshika miguu mwanawe akilia kwa uchungu wa uzazi. "Mwanangu, mwanangu, ondokeni mashetani!" Lakini yule mzee wa msituni alitokea na kumgusa Amani paji la uso kwa mara ya mwisho. Papo hapo mwili wa Amani ulianza kutoa mwanga mweusi na akavunjika moyo,
heart failure, huku akitazama macho ya mama yake kwa majuto makubwa. Amani alianguka chini mfu. Jini Nuru na yule mzee walipotea kwenye kimbunga cha vumbi, wakiondoka na roho yake kuelekea kwenye msitu wa giza. Hadithi inaishia kwa Maria na mumewe wakiwa wamekumbatia mwili baridi wa mwanawe mmoja tu, huku mvua ya ajabu yenye rangi ya zambarau ikianza kunyesha kijijini hapo. Baba yake na Amani, kuanzia siku hiyo, baada ya kuona damu kwenye chupa ya pombe, aliahidi na akaacha kabisa ulevi na kurudi kwenye maisha ya kumpenda mke wake Maria na kulia sana kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Tunakuja kupata funzo zuri sana la upendo katikati ya maisha. Kumbe upendo una gharama yake na faida nyingi sana. Nikukumbushe tena kusubscribe kwa kugusa alama ya kengele hapo chini, kulike na kushare kwa watu wako wa karibu, ili na wao wapate stori nzuri kali zinazobamba. Chao.